tufanye kama tunaimiliki Aviator na kupanda pamoja na kuvuka mipaka 255 mpaka nchini Nigeria, ambako habari za muziki nchini huko zimeendelea kushika headlines baada ya msanii maarufu wa Afrobeats Omah Lay kuachia rasmi albamu yake mpya iitwayo Clarity of Mind. Albamu hii imetoka rasmi tarehe 3 Aprili 2026 na imekuja ikiwa na moja ya kazi zinazozungumziwa zaidi katika muziki wa Afrika kwa sasa. Kulingana na taarifa za burudani zinazoichambua projekti hiyo, Clarity of Mind ni moja ya albamu yenye traki 12 na ina mgeni mmoja tu ambaye ni Elma, na kwenye wimbo unaoitwa Coping Mechanism. So kwa mashabiki wa Omah Lay, hii ni taarifa kubwa kwa sababu amekuwa akisubiriwa kwa muda mrefu kurejea na body of work mpya. Kazi yake ya mwisho utakumbuka vyema iliyoacha alama kubwa ilikuwa ni Boy Alone ya mwaka 2022 ambayo ilimjengea sifa kama mmoja wa wasanii wenye sauti ya kipekee, hisia nzito na maandishi yanayogusa maisha ya ndani ya binadamu. So ndio maana ujio wa Clarity of Mind umeleta msisimko mkubwa, na si tu nchini Nigeria bali pia kwenye soko pana la Afrobeats barani Afrika na duniani. Kama ambavyo naelewa, Afrobeats ni moja ya mtindo wa muziki ambao unapendwa zaidi Afrika, lakini pia hata nje mipaka ya Afrika. So taarifa za mapema zinaonyesha kuwa albamu hii ina muundo wa karibu dakika 33 za muziki, jambo linalofanya kuwa projekti fupi iliyokaza na iliyopangika kwa umakini zaidi kuliko albamu ndefu na isiyo na mwelekeo. So ni kama vile anafundisha namna gani ambavyo wasanii wa bongo pia wanatakiwa waanze kukaa katika aina hiyo ya project. Hii ni style ambayo wasanii wengi wa kizazi hiki wameanza kuikumbatia, kutoa albamu fupi lakini yenye impact kubwa badala ya kujaa nyimbo nyingi zisizo na mwelekeo mmoja. Kwa mujibu wa listings za albamu hiyo, tracklist yake inajumuisha nyimbo kama Artificial Happiness, Jaja Knows, Canada Breeze, Water Spirit, Don't Love Me, Coping Mechanism, Julia, West, Merry Go Rounds, I Am, Holy Ghost na Amen. This is amazing. Kitu kinachofanya albamu hii ijulikane zaidi ni ule uamuzi wa Omah Lay kushirikisha msanii mmoja tu katika mazingira ya sasa ya muziki, ambapo wasanii wengi hujaza albamu na kolabo nyingi ili kuvuta attention. Omah Lay amechagua njia tofauti, na hiyo inaonyesha kuwa anataka sauti yake ama hisia zake na ujumbe wake ndio bebe mzigo wa albamu nzima. Ushirikiano huo mmoja ambao amefanya na Elma unaonekana kuwekwa kwa makusudi kwenye Coping Mechanism, wimbo ambao tayari umeanza kuzungumzwa kama moja ya nyimbo zenye uzito zaidi kwenye projekti hiyo. So upande wa mapokezi ya soko, ripoti za burudani zinasema albamu hiyo ilianza kwa nguvu, ikiwa na attraction kubwa kwenye majukwaa ya muziki na hata kupata nafasi ya juu kwenye charting nchini Nigeria. Paz Nigeria iliripoti kuwa albamu hiyo ilianza vizuri kwenye Apple Music Nigeria, huku ikitajwa pia kuwa na takriban milioni 227 pre-release streams, ishara ya kuwa Omah Lay tayari ana base kubwa sana ya wasikilizaji wanaongoja tu mzigo utue. So Omah Lay pia amekuwa akisisitiza upande wa ndani wa muziki wake. Taarifa za mapema kuhusu Clarity of Mind zinaonyesha kuwa albamu hii haijajengwa tu kwa ajili ya burudani ya juu, bali inazungumzia zaidi safari ya msanii kuelekea self-discover, emotional healing, spiritual na inner peace. Na hii inafanya project hii ionekane kama confession ya muziki kuliko albamu ya kawaida ya mahewa na shangwe nyingi. So kwa mashabiki wa muziki wa kina, hilo ni jambo la kuvutia sana, kwa sababu Omah Lay ameendelea kujipambanua kama msanii anayezungumza hisia halisi badala ya kuimba tu kwa ajili ya trending. Kama ambavyo tumezoea bongo, sisi tunafuata upepo tu bana, ama nini? So kama tunarudi kwenye historia yake, Omah Lay amekuwa ni mmoja wa sauti muhimu kwenye kizazi cha wasanii wa Afrobeats na Afrofusion waliopanda kwa kasi kupitia muziki unaochanganya melody, introspection na rhythm ya kisasa. So tangu kuibuka kwake, amejijengea kundi kubwa la mashabiki kwa sababu nyimbo zake nyingi zimekuwa na mchanganyiko wa maumivu, matumaini na reflection ya maisha ya kila siku. Ndio maana jina lake linapokuja kwenye albamu mpya, watu hawasubiri tu kusikia beat, bali wanataka kusikia hadithi mpya ambayo Omah Lay anakuwa ameidrop hapo. So album Clarity of Mind inaonekana pia kuwa hatua muhimu ya ukuaji katika safari yake ya kisanii. Baadhi ya ripoti za mapema zimeeleza kama sophomore album, na hilo ni muhimu sana kwa msanii yoyote, kwa sababu albamu ya pili mara nyingi huamua kama atabaki kuwa one air artist au ataingia kwenye kundi la wasanii wanaoweza kujenga catalog ya kudumu. So kwa Omah Lay, hii ni nafasi ya kuthibitisha kuwa hana nyimbo kali tu, bali anaweza pia kutengeneza body of work yenye mwelekeo na uzito wa muda mrefu. So swali kubwa kwa mashabiki ni moja tu, ni track gani itakuwa favorite ya watu? Je, itakuwa ni Water Spirit au Don't Love Me, au labda watu wengi wataishia kuizungumzia Coping Mechanism kwa sababu ya feature ambayo yuko nayo dhidi ya Elma?
Au huenda wimbo kama Holy Ghost au Amen ukaenda mbali zaidi kwa sababu ya jina lake lenye nguvu ya kiroho na hisia. Hapo ndipo mjadala wa mashabiki unaanza, na huo ndio uzuri wa muziki mkubwa, kwa sababu hauishii kwenye release day, unaendelea kuishi kwenye mazungumzo ya watu. Kwa mtazamo wa haraka, hii albamu ina kila dalili ya kuwa moja ya release muhimu za Afrobeats mwaka 2026, na jina linalovutia. Ina tracklist fupi lakini iliyokaa vizuri, na ina feature moja tu, na ina msanii anayejulikana kwa kuwapa wasikilizaji muziki unaogusa moyo. Ukiangalia mazingira ya sasa ya muziki barani Afrika, projects kama hizi ndizo mara nyingi hujenga mjadala mkubwa kwenye YouTube, TikTok, Facebook, Instagram na majukwaa makubwa ya kustream, kwa sababu mashabiki hupenda kusikiliza, kulinganisha na kutoa maoni yao mara moja. Basi na hapo pia ndipo tunawauliza wasikilizaji wetu wa Makini Media, ni wimbo gani unaokubali zaidi katika albamu hiyo mpya ya Omah Lay, Quality of Mind? Ama ni wimbo gani ambao unatarajia kusikiliza kwa umakini mkubwa katika tracklist kutoka katika albamu hiyo ya Quality of Mind? Na je, unadhani hii project inaweza kufika kwenye kiwango cha kuwa miongoni mwa album bora za Afrobeats mwaka huu 2026? Mimi ni VOS Voice of Siraji na hii ni Makini Media. Usisahau kusubscribe, lakini pia kuhakikisha unabonyeza alama ya kengele kuwa moja ya familia ya Makini Media, bila kusahau pia kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, X zamani Twitter kama Makini Media.